Huyu binti ni mtoto wa tajiri, yani baba yake ana pesa kinoma ise. Lakini huyu anayetembea ni mfanyakazi wao, yani anahusika na kusaidia mambo ya familia yote. Tunaweza kusema ni msaidizi wa hapa nyumbani. Kwani bado uko hapa? Binti anadharau huyu, akamwambia utachelewa kwenye kipindi chako. Nimekwambia uniache mwenyewe bana. Akasema nilikuwa nakukumbusha tu kwamba unaweza ukachelewa kwenye kipindi chako. Binti akataka kuketi. Wewe unataka kufanya nini? Kwani kila kitu kiko sawa huko chumbani? Muda huo mpishi alikuwa anatoka jikoni, kakamwita kwa dharau sana. Kwani wewe ni kipofu? Hujaona kama nimeketi hapa? Mchizi akaomba msamaha tu. Alikuwa anataka kumpelekea chai dining. Binti ni mtata sana huyu. Alivyokamata ile chai, akamwambia hii ni nini sasa? Kumbe mchizi ameleta maji ya baridi na sio maji ya moto. Jamaa akasema akuangalia vizuri, amechanganya tu vikombe. Binti akaona hawa wafanyakazi wa hapa nyumbani kwao wanataka wampasue kichwa ise. Msaidizi akamwambia Kaira, lakini hakukuwa na ulazima wewe kuwa mkorofi kwake. Kwani unazungumza na nani? Kakasema, anti, bila shaka unafahamu mimi ndio napaswa kukupa ruhusa ya kuongea, si ndio? Lakini nashangaa kwa nini wewe ndio unanifundisha jinsi gani ya kuongea. Akamwomba msamaha tena. Afadhali, haya ondoka mbele yangu, sitaki kukuona bana. Kakamwita tena. Inaonekana upo free sana Basi ngoja nikupatie kazi za kufanya, maana unazurura tu. Kaira akamwagiza aende chumbani kwake akasafishe chumba kizima. Afanye usafi wote, apange na nguo, kisha nguo chafu azitoe huko nje akazivue. Binti akasema yeye ni msaidizi wake na sio mtu wa usafi. Akasema wewe, mimi naweza kukutumia vile nitakavyo mimi. Akamwambia kuanzia leo yeye ndio atakuwa anafanya usafi wa nguo, chumbani kwake, kila kitu. Kisha akamfukuza tena. Hapo chini kuna neno subscribe. Bonyeza hapo ili nitakapokuwa nikipandisha movie zangu simu yako ina vibrate tu mzee. Haya tuendelee. Mzee wake alirejea nyumbani. Binti akaenda kumpokea. Salamu nyingi mno. Binti akasema kwamba alikuwa amemmisi mno. Mzee naye si kinyonge, alikuwa amemmisi binti yake sana ise. Baba akawatambulisha kwa dereva wake mpya, anaitwa Kratos. Mchizi akaitikia kwa heshima pale. Binti naye akajitambulisha kuwa yeye ni msaidizi wa familia hii. Akamsalimia Kaila pia. Lakini binti akauchuna tu mzee. Mfanyakazi akamsanua mzee kuwa nguo yake haikuwa sawa. Akasema kifungo hakipo mzee. Mzee akasema sawa, nitakuletea baadaye ili ukairekebishe. Kaila huko anatikisa kichwa tu. Mzee akaomba aende kuoga kisha apumzike, amechoka sana. Si unajua safari ilikuwa ni ndefu Akamwagiza dereva wake Kratos alete mabegi ndani. Hivyo yeye akaondoka. Kaila akamwita binti. Akamuuliza, "Kwani unataka kufanya nini? Unadhani sijakuona jinsi unamtazama babangu?" Akamwambia, "Wewe sio type yake. Na hata kama ingekuwa wewe ni type yake, basi nisingeruhusu hilo litokee, kwamba hauwezi kuwa naye katika sehemu moja." Kakamtusi pale kisha kakaondoka. Kabinti kana dharau. Mchizi akauliza, "Kwa nini anaongea na wewe namna hii?" Akamtizama tu kisha akasema, "Ni mtoto huyo. Alafu we bado ni mgeni hapa. Hujui vile mambo yanaendeshwa, si ndio? Kwa hiyo kuwa makini." Kisha huyo akaondoka. Mchizi akasema, "Mimi sihitaji kujua mambo yanakwendaje hapa. Mimi siwezi kuruhusu kutukana na mtoto mdogo kama huyo." "Eti unasema ni mtoto? Ana utoto gani huyo? Mimi nilikotoka kwetu kule huyo tunamchapa vizuri tu." Sasa mzee Kratos unaleta habari za ulipotoka kwenye watoto wa matajiri? Acha bana. Kazi ikaanza kwa Kratos bana. Yes, dereva wa familia alikuwa anampeleka Kaira shule. Mchizi amewasha mziki kwa sauti kubwa mno. Binti akawa analalamika tu, akamwambia azime. Mchizi basi anasikia sauti iko juu sana. Mchizi alipokuja kushtuka, binti ameshakelwa mno kitambo sana. Hizo hasira binti akaja nazo kwa baba yake mzee. Akamwambia mzee wake kuwa dereva wake amekuja kwa kuchelewa sana, muda umeenda mno. Mpaka mchizi akashangaa, lakini akajaribu kujitetea. Mimi akatoa mpaka ushahidi kuwa huu ndio muda niliokuja kumchukua binti yako. Binti anafunga tu. Kaila anadeka sana kwa baba yake Basi mzee naye anamruhusu adeke tu. Ndio mtoto aliye naye na hana mke, hana watoto wengine, ni yeye tu. Basi anaishi kwa kumdekeza sana. Leo tena Kaila akaamua afanye tukio ambalo kama baba yake atashuhudia, basi hilo litamfanya amchukie sana dereva wake mpya. Kipindi anahakikisha mtu yeyote asimuone, kumbe mchizi muda mwingi sana amshamlia lada na anamuona kitu chote anachokifanya. Binti alimwaga uchafu wote juu ya lile gari. Alihakikisha hakuna anayemwona kisha akaondoka zake. Kratos alifika pale na akaiona ile hali. Akaona si mbaya bwana. Mbona jambo dogo sana hili? Ngoja nimkomoe huyo mnafiki wangu. Alifuata fagio akasafisha, akaamua kuchukua na maji akasafisha sana lile gari. Alisafisha mpaka lile gari likawa safi na likang'aa zaidi hata lilivyokuwa. Haya, tuone amenikomoa nini sasa. Muda wa kutoka ulifika. Binti akaamua muite mzee wake kabla hajapanda. Baba, subiri kwanza. Njoo utazame gari lako lilivyo. Njoo uone gari lilivyo chafu. Mbona limesafishwa muda mwingi sana mzee? Mzee akasema, "Mbona gari liko safi? Kratos anajitahidi mno kufanya usafi." "Ndiyo, anajitahidi kutunza hili gari." Mchizi akashukuru tu. Binti hakuelewa mzee.
Hii ndio dawa ya mtu ambaye ni mnafiki kwako na anataka kukuharibia maisha yako. Waliingia kwenye gari kisha wakasepa. Basi mpishi ni kucheka tu huko hana mbavu. Na akasema kwamba huyu binti hakika anazidi kukomolewa ise. Siku nyingine mchizi kwenye majukumu yake mzee. Binti akaja pale bado hajaridhika mzee. Akachukua kibunda cha pesa nyingi mno. Kisha akatia kwenye begi la Kratos. Akatupia kwa nyuma kabisa huko. Kisha akatoka nje. Sasa hiyo pesa amechukua kwa mzee wake. In short anataka ampe kesi ya wizi mchizi ambaye anaitwa Kratos. Baadaye wanahitaji kutoka sasa. Baadaye wakawa wanatoka sasa. Mzee akawa anaongea na binti yake maneno ya busara mno, akimsisitiza asome tu. Kisha akamwambia, endapo utafaulu vizuri basi nitakununulia iPhone 17. Si ndio? Hiyo ni ahadi. Kisha wakapanda kwenye gari. Lakini binti akamwomba Kratos amfungulie buti, lakini mchizi akaenda tu kumfungulia, sio mbaya. Kesi iliyotengenezwa basi imetiki mzee. Mzee alishangaa mno na kumuelewa dereva wake. Lakini Kratos alikubali hilo ni begi lake ndio, lakini yeye hajui kuhusu hiyo pesa. Binti akawa anamkandia tu. Mchizi akasema hajui chochote na hajawahi kufanya kitu cha wizi. Hata hivyo hajawahi kuona dola katika maisha yake wala kuishika. Binti anasema we ni mwizi tu, lakini mzee hakuelewa hata kidogo. Kayla akawa anahitaji mzee wake amfukuze tu aondoke. Lizzie nalo linamsikiliza binti yake tu. Kauli ikapitishwa mzee. Hataki kumuona wala kumsikia tena pale Kratos kwenye nyumba yake. Binti akawaambia na wale wafanyakazi wake kuwa hataki kumsikia huyo Kratos hapa nyumbani, hataki kumuona, hataki wawasiliane naye. Akawaambia mpaka wa block namba zao mzee. Mchizi ndo kafukuzwa hivyo, yani hakuna huruma tena mzee. Mchizi akasema sawa, Mungu wangu atanipambania. Kisha akaondoka zake. Sasa leo Kayla akawa anatoka zake. Ghafla ikapita gari pale ikasimama. Chap sifa wepesi mzee. Akakamatwa kisha akaingizwa ndani. Akaletwa mpaka kwenye nyumba ya hawa jamaa. Sasa akawa anapiga makelele sana. Mtekaji akawa anamzuia aache makelele. Akafungwa kamba miguuni na mikononi pia. Akawa analalamika mno. Anawaambia wenzake kuwa nilikuambia huyu binti tuachane naye. Si unaona anavyopiga makelele? Anatusumbua mno na kama ikiwezekana tufanye haraka tu tumpigie mzee wake, sijui ni mjomba wake, atutumie pesa si tule tumwache aondoke. Wanataka pesa tu. Hawa ni watekaji wa kila siku ambao wamezoea kuteka watu na kisha baada hapo wanataka pesa. Mchizi akamwambia we tulia, huyu atapoa tu. Binti akaanza kulalamika mzee. Akasema kama vipi wamuue tu, maana anapiga makelele mno na haonekani kama akiwa na faida. Mchizi akasema bora niendelee kuwa muoga na sio kuwa muuaji. Binti akasema yani kuna muda anajiuliza kwa nini niliolewa na wewe. Yani bora mimi ndo ningekuwa mwanaume, wewe ndo ukawa mwanamke. Ila wanawake huku nyumbani hali bado ni tete mzee. Baba yake haelewi mwanae atakuwa wapi sasa hivi. Binti akasema tulia tu mzee, huenda alikuwa na marafiki zake. Lakini binti yangu hana marafiki, si unalijua hilo? Na wewe unalifahamu hilo kabisa. Basi hali kazidi kuwa mbaya mzee. Lakini mfanyakazi akasema ngoja nijaribu kupiga simu shuleni kwao. Mzee akasema utakuwa umetisha sana. Binti akavuta waya. Akauliza kama Kayla yupo shuleni. Wakasema leo hata hajafika shuleni kabisa. Basi mzee ndo akazidi kuchanganyikiwa na kwambia. Akiwa pale amezubaa hana cha kufanya. Simu yake ikaita. Ikabidi aipokee tu. Waliopiga ile simu ni wale watekaji. Wakamueleza kuwa wanahitaji pesa ndefu sana ili wampate binti yake. Jamaa walikuwa wanahitaji naira milioni 50. Mzee akaomba aongee na Kayla kwanza. Basi alipewa simu. Mzee akamwahidi binti yake kuwa anakuja kumuokoa na hata asijari. Yeye cha kufanya tu awe mstaarabu na awe mvumilivu. Alipomaliza kuongea na binti yake, akawaambia wale jamaa kuwa anafanya kadri awezavyo ili aipate hiyo pesa kisha awatumie. Na atakapokamilisha haraka sana awapatie mtoto wao. Na akaahidi kuwa hataki mtoto wake aguswe. Wajuba wakamhakikishia kuwa hilo ni jambo dogo, kikubwa ni pesa tu. Huku kwa majangili, mkeka umetiki, akamwambia tayari mchizi amekubali kututumia pesa. Kwanza dada akafyonza. Jamaa anavuta zake masigara tu. Akasema wewe nayo sijui ukoje. Yaani unamwambia milioni 50. Milioni 50 ni hela ndogo sana. Vipi kama ungesema milioni 100? Angetuma tu, huyo ana pesa. Mwamba akamwambia kwani una shida gani? Uona tatizo gani? Kwa kitu gani ambacho umekifanya? Yaani unataka ukishika pesa uonekane kwamba ndo una hela. Kwa kazi gani ambayo umeifanya wewe? Akamwambia wewe mwanamke una shida sana ise. Akamwambia hata hivyo shukuru Mungu hakuna kazi tuliyoifanya ya maajabu. Sasa wakiwa pale hela mbona ikaingia chapu tu. Mshikaji akamwambia pesa imetumwa tayari. Binti hakuamini kweli? Sasa hivi mbona ni haraka sana? Akachukua simu akahakikisha. Binti alifurahi kichizi, lakini akashtuka. Akamwambia msikia, kwa nini tusimwombe milioni 100? Mamba akasema tena, wewe ni kama amefanya haraka. Huyu jamaa na pesa. Pesa ipo. Kwa nini amefanya haraka haraka? Anaweza akatuma zaidi ya hapo. Basi akambembeleza sana waombe milioni 100. Lakini akasema kwamba mbona tushafanikiwa hapa? Tumefanikiwa kwa milioni 50. Milioni 50 tu inatosha. Mwacha mambo yako basi. Acha mambo yako. Omba nyingine 50 nyingine. Yaani wanataka iwe milioni 100 ise. Binti akaona mwamba amuelewi. Akavuta simu mwenyewe. Haraka sana akamvutia waya babake na Kayla.
We mzee, sawa, tumeshaipokea hela ya kwanza, lakini tunataka ufanye malipo ya pesa nyingine. Tunataka utume milioni 100 nyingine. Yani dau limepanda tena, unataka milioni 150 aisee. Mzee kule akasema kwamba hiyo pesa hana, na akasema tayari ameshatuma nyingine. Akasema basi sawa, kama huwezi kutuma hiyo milioni 100, sahau kuhusu mtoto wako. Akasema lakini mimi si nishatumia pesa. Akasema sawa, basi nitamuua kabisa. Mzee akachanganyikiwa aisee. Akauliza basi wampatie muda kidogo. Binti akasema una masaa 2 tu. Mbona mkeka umetiki mzee? Mwamba kule hakuamini aisee. Lakini Mwamba wasiwasi wake ni kwamba matatizo yataweza kuzidi pale na wanaweza wakakamatwa aisee. Huku nyumbani binti akamwambia mzee anatakiwa atulie tu. Mzee akasema nawezaje kutulia sasa? Nawezaje kutulia angali mwanangu yuko huko kwa watekaji? Nawezaje? Sio kitu cha kawaida. Au unafikiri kitu cha kawaida? Basi binti akazidi tu kujitetea pale na akamwambia unatakiwa uwe sawa kwa afya yako. Pressure yako isije kapanda napo tukapata matatizo. Mzee akaendelea kuongea anasema kwamba ikumbukwe tu mimi huyu binti ndio binti ambaye niko naye katika maisha yangu. Sina mtu mwingine. Vipi kama atapotea? Na umesikia mwenyewe kiasi kilichotajwa ni kikubwa mno. Vipi ndio pesa nenda kuipataje leo hii? Pesa hiyo inaitwa wapi? Milioni 100 ise naira hizo. Na hapo ashakatika milioni 50 naira. Basi wakazidi kuchanganyikiwa wakaendelea kushauriana. Mzee akapigiwa simu. Kisha akaichomoa ile simu akaangalia. Alivyoangalia hakuongea chochote. Binti akamuuliza hiyo simu ya nini tena? Mzee akujibu chochote akanyanyuka huyo chumbani. Hatukufahamu ni simu ya nini. Ashachanganyikiwa ise. Huku tunafanikiwa kumuona Kratos. Yuko ananyata huko anavizia sijui anaenda wapi. Sasa ametembea muda mrefu ananyata sana akawa anahakikisha sasa hivi ni hapa, ni chumba hichi, ni dirisha hili. Akiwa pale anahangaika mara amewekewa pisto. Sasa wamemchukua washikaji wakampeleka kwenye kile chumba ambacho yupo Kaira. Ngoma ishakuwa ngumu aisee. Sasa baadaye waliketi. Mwamba akawaambia mkijaribu kutoroka atakayefanya fujo nampa shaba ya kichwa. Basi binti akasema kwa hiyo utaacha kutuambia kwa nini ulikuwa umekuja hapa? Kwa nini ulikuwa unatufuatilia? Mwamba akasema hivi, kuna mdada hapa nilikuwa namfuatilia, alinipa address ya hii nyumba. Sasa nikawa nafuatilia nataka nimpe surprise. Kwa nikajikuta nimeingia mikononi mwenu. Dada alicheka sana, cheka mno. Akasema wewe unatuona kama sisi ni wapumbavu Sisi ni wajinga Yaani unaona kama sisi tuko katika akili yako Hivi unaweza ukatudanganya namna hiyo? Akawaambia hivi, unamwona wewe mwenzako hapa anasubiri kulipiwa hela ili atoke. Sasa na wewe anza kufikiria kichwani ni nani atakulipia hela, kwa sababu umejiingiza mwenyewe katika mikono mibaya. Basi lazima utoe hela ndo utoke hapa. Mshikaji akajitetea akasema mimi sijafanya kitu chochote. Binti akamwambia hivi, sikiliza, wewe kichwani kwako anza kufikiria ni nani atakulipia hiyo pesa. Kisha binti akaondoka zake. Mwamba akajichanganya Ni kweli Mwamba amekuja kumuokoa binti kabisa, lakini hawa jamaa hawajui kama Mwamba amekuja kumuokoa binti, ila mshikaji alikuwa anataka kabisa hii chance ya kuingia humu ndani. Sasa kaipata. Kaira akauliza, wewe unafanya nini hapa? Hebu kaa kimya bwana. Sasa Mwamba akamuelezea kila kitu. Akamwambia nisikilize kitu kimoja, nimekuja kukuokoa. Binti akajiuliza, kuniokoa mimi? Akasema, kwanza kwa nini hujamtafuta baba yangu au kwa nini hujatafuta polisi? Akasema nimtafute babako yupi? Aliyeni block WhatsApp, aliyeni block kwenye namba zote. Kila sehemu ameni block, siwezi hata kumpata. Na wewe ndio ulikuwa umelisimamia hilo aisee. Binti hili likamshika kweli kabisa. Akasema unafikiri au nimesahau vitu ambavyo nimefanyia? Nimekuja kukuokoa tu. Binti akasema unakuja kuniokoa mimi? Kwa nini? Vipi kama nikihisi huko pamoja na hao watu? Kratos akasema natamani hata niwe pamoja na hao watu. Natamani hata pamoja niwe na hao watu. Nikufanyie kitu kibaya ambacho wewe mwenyewe ulisababisha kwa makusudi yako. Mwamba akawa amemchana makavu na akamwambia nimekuja kukuokoa wewe. Nimekuja kukuokoa baada tu ya mimi kuona wanakuteka. Sawa na nimejaribu kumtafuta babako lakini sijafanikiwa. Ila niliona walipokuleta, sikuwa na uhakika. Kwa nikaja nikajaribu bahati yangu na sasa nimejikuta na mimi nimekamatwa. Kwa hiyo hapa kilichopo ni kufanya juu chini ili tutoke hapa. Sawa Hayo malawama yako, maswali yako utaniuliza baada ya kutoka hapa. Kweli bana, walifanikiwa kupanga mpango na wakajifanya kwamba Mwamba amezidiwa. Wajuba walipoingia wakakuta Mwamba anatetemeka kishenzi. Wakaanza kuogopa kwanza, walianza kutupiana lawama. Baada hapo kilichofuata ni kichapo mzee. Mshikaji aliwapiga sana na wakafanikiwa kutoroka. Na hii ndio ikawa kuwaokoa yao. Basi wakawa wamejitetea kinamna hiyo.
Mchizi Kratos alimleta binti mpaka nyumbani. Basi mzee kuamini mzee, hata ile milioni 100 nyingine hata kuweza kuwatumia. Basi hela ikawa imepona na binti amepona. Huu wote ni kwa msaada wa mtu ambao walimfanyia roho mbaya. Kisha binti akakiri makosa yake yote na akamwambia babake kuwa yeye hakufanya vile ambavyo alisema. Yaani Kratos hakuiba zile pesa, ni mchongo tu ambao yeye mwenyewe alifanya. Basi mzee alimuomba sana msamaha mshikaji na akamwomba mwamba arudi kazini kwa sababu ni mtu mwema na yuko vizuri sana. Lakini Kratos akasema kwa huo muda wote ambao hakuwa kazini alikuwa akitafuta kazi, na sasa ameshapata kazi nyingine anafanya kazi huko Abuja na ataenda kesho. Kesho ndo siku ya safari. Kwa mwamba akawa amepata kazi sehemu nyingine na mambo yote yamekamilika pale. Yeye akamwambia amewasamehe na kila kitu kiko sawa. Basi mzee akamwambia awe tayari kufika pale kwake muda wote. Yaani muda wote ambao yeye atajisikia kufika, basi anakaribishwa pale nyumbani. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie. Hii movie ilikuwa inaitwa My Father's Driver. Mimi ni storyteller wako naitwa Dolphin na hii ni JPM Movie. Usisahau kuwasha kengele baada ya kusubscribe ili nitakapopandisha tu movie yangu simu yako ina vibrate mzee. Bye, tukutane wakati mwingine.